Mtazamaji wangu wa Quiz TV, na kukaribisha, karibu kwa siku ya leo. Na leo nina 2-3 mtazamaji ambao ningependa tuambiane ama tusaidiane kidogo. Kwa majina yangu ukipenda niita Alex, na karibu kwa kipindi ya siku ya leo. Mtazamaji, unajua nilikaa nikafikiria, nikatafakari kidogo, nikafikiria na nikapata neno fulani. Sisi wa Afrika na sisi kama wa Kenya na sisi kama makabila, unajua ndani ya Kenya tuna makabila mingi. Tumefika kipindi ambacho tumesahau lugha zetu. Kwa mfano, unapata watoto kama watu lika kama yangu, mtu namwambia aongee lugha yao hawezi akazungumza, mtazamaji. Kwa sababu gani? Umesaliwa town, umekolea town, umefanya kila kitu yako town. Sasa ukifika ni wakati wa kuzungumza lugha, hakuna lugha tofauti nyingine unajua isipokuwa Kisungu na Kiswahili. Iwe ni kabila yote, iwe ni Masai, iwe ni Mluhya. Unaenda nyumbani unaambiwa zungumza lugha fulani, uwezi. Watu wakubwa wakikuja ili wanataka mzungumze lugha, uelewi chochote. Inabidi mtu atafute karimani, atafute yeye aweze kusaidiana. Mtazamaji, ni vizuri tuweze kujua lugha zetu, ni vizuri kujua lugha yako. Waswahili wanasema mwacha mila ni mtumwa, lakini hiyo sio mila, hiyo ni lugha. Sasa mtazamaji, mimi lengo langu lilikuwa ni kwamba kuna hizi vitu ambazo mababu zetu walikuwa wanaongea ama walikuwa wanatufundisha. Kwa mfano, tukuje kama methali, tuseme methali ndio proverbs. Hizo mtazamaji, kila kabila ama kila lugha iko na methali. Na sasa hivi uendeka hata mimi uniulize ya kwamba kwa lugha yangu nikwambie methali yote, hata sisi nikasema hata moja. Wewe najua wewe uko hapo, nikikuuliza kwa lugha yako, labda wewe ni Masai, labda wewe ni Kisii, labda wewe ni Mluhya, labda wewe ni Kikuyu, nikwambie niambie methali kwa lugha yenu, uwezi ukazungumza. Tumesahau lugha zetu, mtazamaji. Hapo ndio tatizo iliyoko sasa. So mimi nikafikiria, nikasema ni vizuri tufanye utafiti, tutembee kwa kila lugha. Niko hapa mtazamaji ili nitembee kwa kila lugha, tuanze kufundishana. Kwa mfano, niende kule kwa Wakisii, nitafute wale wazee. Unajua sio watu wote, kuna wazee wengine unapata wao pia ni wakongwe, lakini hawajui methali yote. Mimi chenye nataka hapa ni tufundishane methali. Niende kule Kisii, nitafute wazee, tukae chini tuzungumzane, tufundishe vijana ama tufundishe watu wadogo. Utapata hata watu wazima, hata wazee hawajui methali yote, mtazamaji. Kwa sababu gani? Siku hizi unajua kitambo mababu zetu walikuwa wanaketisha mababa zetu, wanakaa chini, wanazungumza, wanakunywa uji, wamewakisha moto, wanachoma mahindi, wanafundishwa methali, wanafundishwa mambo ya kizamani, wanafundishwa kitamaduni. Mtazamaji, hebu niambie siku hizi kama babangu mwenyewe ajui methali yote, ataniketisha chini aniambie nini? Wewe mtazamaji, ni vizuri niende kule Masaini, niende kwa Wakamba, niende kwa Wakikuyu, niende Ujaruoni, tukutane na wazee. Mtazamaji, wazee wale wa kitambo, wazee wale wa zamani, tukae chini ili tuanze kuambiana, tusemesane, tufundishane, tufundishwe. Mtazamaji, acha nikwambie, itafika wakati ambao hao wazee watafika hawayuko. Kwa maana umri inaenda, miaka inaenda, watu wanakufa. Sasa ikifika wakati ambao wazee wamekufa, wameisha, kisasi ambacho kimebaki ni kisasi ambacho kielewi chochote. Mtazamaji, nani atatufundisha lugha? Itakuwa imeisha. Kwa hivyo ndio maana leo niko hapa na kuambia kwamba niko hapa. Kama unajua kuna mzee kwenyu, kuna mtu kwenyu ambaye anajua methali, ambaye anajua lugha yenu zaidi, ambaye ataweza tufundisha, namba yangu ndio hapa kwa screen. Nipigie simu, niambie Alex, njoo leo tuanzie mahali hapa ili tukafundishane, tufundishe kisasi cha sasa. Kwa maana mtazamaji, kinaenda kupotea. Kubaliana na mimi, kinaenda kupotea. Tupata wazee kabla waishi. Old is gold. Hivyo ndio babangu ananiambianga.
old is gold. Mtu yote yule mzee ambao unamwona ana mambo fulani ambaye ataweza kufundisha ya kusaidia wewe katika maisha yako. Unajua anasemanga hivi, mtu mzima ama mzee akiwa ameketi chini ataesaona kutoka hapa, ataesaona mbali zaidi. Alafu okay, kwa mfano sijui niwekaje kitu ile. Wanasema hivi, mtu mzima akiwa ameketi chini, wewe ukisimama juu ya miti mahali utaesaona yeye ataesaona mbali zaidi kukuliko wewe. Ina maana gani? Wasee wa zamani mpaka wale watu wa zamani, kuna mambo ambayo wanajua, kuna mambo ambayo watasatufundisha mtazamaji yatusaidie sisi kama kisasi cha sasa. Na tusipo watafuta kama sasa, tusipo watafuta mapema, wameisha. Kama sasa hivi nikuulize, ni bahati sana kwenye wewe upate babu yako hako, ama upate wengine hata wazazi wao hayuko. So kama mababu zetu wapo na wanajua hizo medali, wanajua lugha yetu zaidi, wataweza tufundisha zaidi. Tafadhali tutafutane, tufundishane, tukae chini, tuzungumze, au wazee watufundishe. Mtazamaji, mimi niko tayari kusunguka kila mahali. Wewe nipigie simu, nimekwambia namba yangu ndio hapo kwa screen. Nipigie simu, niambia kwamba kuna mzee hapa anajua lugha fulani. Haijalishi ni Masai, haijalishi ni Kikuyu, haijalishi ni Kisii, haijalishi ni Ruya, ile yoyote. Sisi tunataka watu wote wafundishwe. Kwa maana najua ya kwamba Mruya amenitazama, Mkisii ananitazama, kila kabila ananitazama hapa, ili tukaweze kusaidiana. Kwa hivyo mtazamaji, hiyo ndio lengo langu ya leo, ya siku ya leo. Nikasema nikuja hapa tuambiane, tuzungumzane, tusaidiane ili tuweze kusaidia hichi kisasi ambacho ni kisasi chetu sisi. Sasa mtazamaji, mimi wachukua wangu nitakuja kuambia nini kama sijui hata yenye najua tu ni asisikia la mkuu funjika tu. Funjika mguu. Kwa hivyo mtazamaji, naomba tufundishwe methali, tufundishwe lugha. Nina uhakika ya kwamba ukipatana mzee mkongwe zaidi sasa hivi, kuna ile lugha atazungumza, ama kuna kile kitu atazungumza wewe usisikie, hata wewe usielewe chochote kile, lakini amezungumza lugha yako. Kwa hiyo mtazamaji, nakuomba ya kwamba popote ulipo, kama unanisikia na kama unasikia kwamba hii kitu ni ya muhimu sana kwako, namba yangu iko hapo, nipigie simu, nikuja hapo tutembeleane, ili tuanze kufundishwa, ili tuanze kuongeleshwa, ili tuweze kujua lugha na tamaduni zetu. Asante sana. Kwa majina yangu ni Alex na hii ni Quest TV. Thank you very much.